Unajua nini mpenzi wangu Kiduchu? Hamna mwanamke ambaye ananipa furaha kama wewe. Yanahitaji tu umalize shule mradi nikuoe nikuweke ndani. Kweli hao. Usije baadaye nikamaliza shule naanza kutafuta na nipiga kona tena. Mimi nakupenda na nakuhitaji. Nahitaji uwe mpenzi wangu kabisa. Nakupenda sana Kiduchu. Nakupenda sana. Shikamoo mjomba. Marahaba mjomba. Unafanya nini hapa? Nilikuwa nimekaa tu hapa naongea. Unajua mjomba, maisha yana mtego mkubwa sana kwenye umri. Hasa umri kama uliokuwa nao wewe. Moyo wako unasema najua kila kitu. Lakini akili bado haijakuwa vya kutosha kufanya maamuzi mazito. Samahani kwa kusema haya. Lakini kusimama kando ya barabara, kuegemea pikipiki namna hiyo na kutenda hayo mnayoyatenda na kufurahisha macho ya kila anayepita katika hii njia, si tu unajaribia bali unajidhalilisha. Wazazi wako wanahangaika jua na mvua kuhakikisha unatimiza ndoto zako kwa kukupa nafasi ya kwenda shule, lakini wewe hizo ndoto baada ya kuziendeleza unazikanyaga kwa haraka na tamaa ya utu uzima. Na wewe kijana, maisha yana wanawake wengi sana wenye heshima, waliomaliza shule na ambao wako tayari kwa ndoa. Kwa nini utumia ahadi za uongo kumshawishi mtoto wa shule? Kumbuka, mimba haihitaji miaka mingi, inahitaji dakika chache tu kuingia, lakini madhara yake na majuto yake ni ya milele kwa nyinyi wote wawili. Sheria zipo na unazifahamu. Unaweka uhuru wako rehani kwa tamaa za mwili za muda mfupi. Mjomba, nenda nyumbani na usirudie haya unayoyafanya. Lakini kumbuka, maua ya asubuhi yakiokota jioni huonekana kama majani yaliyokauka. Agwe mujomba, gwe mujomba. Agwe mujomba, gwe mujomba. Taraji kuona likijirudia. Alafu mjomba, mtoto wa kiume huwa afugi nywele namna hiyo. Huko ni kujidhalilisha. Nenda ukanyoe mjomba. Agwe mujomba kuchola kwa hiwe.